Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Hapa tupo shambani kwetu ambapo tumepanda heka moja ya mahindi. Hapa shamba letu hili limepanda mbegu ya DKC 9089 na leo tarehe 25 ya mwezi wa pili mahindi haya yanakamilisha miezi miwili na wiki mbili. Yamepandwa mwezi wa 12 na mpaka leo kama unavyoona hapa mahindi haya yanaridhisha. Inaonekana shamba letu hili bado ina rutuba ya kutosha. That's why unaona almost asilimia kubwa ya mahindi hapa yamebeba mahindi mawili. Na ukiangalia saizi pia ya mahindi haya ni makubwa sana. So mtazamaji, unaweza ukajionea kwamba ukimatch hizo zote, ukachagua mbegu ambayo ni sahihi, ukatumia mbolea ambayo ni sahihi, na ukafanya agronomic practice kwa wakati sahihi, yani ukapanda kwa kufuata nafasi sahihi, ukaweka mbolea kwa wakati sahihi, na ukafanya palizi kwa wakati sahihi, na good and most of all ni kwamba upate maji kwa wakati sahihi. Kwa hapa shamba letu hii ni rain fed, so mvua ilinyesha kwa wakati sahihi, ndio maana unaona hapa matokeo tunayoona hapa ni sahihi ukilinganisha na baadhi ya mashamba ambayo tuko nayo, ambao product zake ama mahindi yake hayakuwa katika ufanisi wa namna hii. Na hii ndo tofauti ama changamoto ya kutegemea rain fed. But kwa shamba letu hili tunaliona inaendelea kufanya vizuri na mahindi yetu haya yameshakomaa kabisa, na ukiona labda kwa ajili ya kuchoma unaweza tukaanza kufanya hii huduma. But lengo la mahindi haya sisi tumepanda kwa ajili ya kuvuna mahindi yale ya ugali kwa ajili ya kwetu sisi na kwa ajili ya mifugo pia. But tukipata surplus itatubidi kuuza kwa ajili ya kuendelea kupata operation. Remember, tumeanza kufuga ng'ombe tumeanza kufuga nguruwe, na pia tunatarajia kuanza mradi wa ufugaji wa kuku hapa Kasulu Kigoma. Na yote hayo yanatuhitaji tuwe na mahindi ya kutosha, tuwe na mashuda ama alizeti ya kutosha, na ya Mungu akijalia tutaanza pia kuzalisha soya kwa ajili ya mifugo. So that is it guys, hii ni kilimo cha mahindi hapa Kigoma. Na remember nikwambia hapa tumepanda mbegu ya DKC 9089, na pia nafasi ambayo tuliacha kutoka mstari na mstari ni sentimita 75, na pia kutoka mche mmoja wa mahindi kwenda mche mwingine tumetumia sentimita 20. So kama unavyoona hapa mahindi yetu yako vizuri sana, yamepamba. Hili ni shamba tu, heka ya kwanza ya shamba tu katika mashamba yetu ambao tunayo. Na pia remember, wakati wa kupanda tulitumia mbolea za minjingu, tukaja tukakuzia na mbolea ya ramira wakati tunapoenda kukuzia mahindi yetu haya. Na pia tukafanya palizi mawili tu, tumefanya palizi 2 mpaka sasa, hatujafanya palizi la 3, na hatuna mpango wa kuendelea kufanya palizi zaidi ya hapo ambao tumefikia. Tunaamini kwamba mahindi haya yalipofika hapa yanafika mpaka mwisho kabisa kuja kukomaa na yakauke bila kupata wasiwasi wowote ama shida yoyote. So guys, this is it. Angalia shamba letu jinsi lilivyo kubwa hili, na mavuno yake ni mazuri sana, yamepamba. Na yes, ngoja tuone mwisho wa siku kwamba tukivuna tunaenda kupata gunia ngapi. So kwa sababu watu wengi wameuliza swali hilo kwamba unatarajia kuvuna kiasi gani cha mahindi, so tutaangalia kwamba tutavuna kiasi gani. Faraja ya mkulima ni kuona mbegu zinabadilika mpaka kuja kuzaa matunda. Kama unavyoona hapa shamba letu lilivyo, hii ni faraja kubwa. Tunafarijika safari tuliyoanza na kuona maendeleo yake yanakuwa ni mazuri. Kama ni kwa mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Kwa sasa nipo Kigoma na tunafanya kilimo cha mahindi, na suni tumeanzisha ufugaji wa nguruwe, na pia tunaenda kwenye ufugaji pia wa kuku, Mungu akijalia. Na hizi ndo venture ambazo tunazifanya hapa Kasulu Kigoma. Tazama mahindi yetu jinsi yalivyo kwa sasa, na tunafurahia kuona na maendeleo yakiwa kama hivi, hasa kwa hapa shamba tu maendeleo yake yako mazuri zaidi, na tunatarajia kuja kuvuna tulicho kipanda.